Sikukuu ya Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili, ama ukipenda Immaculate Conception, ndani ya kipindi cha Majilio. Leo wapendwa wasikilizaji, tunapoifikia siku ya 9 ya safari yetu takatifu ya Majilio, kanisa linatusimamisha mbele ya fumbo kubwa, fumbo lenye kina kisichoisha. Sikukuu ya Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili, tukio la neema lililoanzia mbali kabla ya muda na linalotufunulia uzuri wa mpango wa Mungu kwa ajili ya wokovu wa dunia. Ni siku ya kimya cha roho, siku ambayo tunakaribishwa kusikiliza mwangwi wa neema. Tunakaribishwa kutulia katika ukimya ambao hauzalishi utupu, bali huzalisha mwanga. Ukimya ambao hauleti upweke, bali hukutanisha nafsi zetu na pumzi ya Mungu anayetembea taratibu katika njia za maisha yetu. Majilio si ukumbusho wa kumbukumbu ya zamani, ni mwaliko hai wa kuamka kutoka usingizi wa mazoea. Ni nafasi ya kuruhusu Mungu kuandika upya mwanga wake ndani ya giza la maisha yetu. Ni kipindi cha kuguza tumaini linalotokea mbali, lakini linalokuja kwetu kwa hakika isiyopingika. Na leo, katika siku hii ya 9, kanisa linatulisha fumbo lenye uzito wa pekee. Sikukuu ya Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili, tunayoitazama kama chemchemi ya tumaini, furaha na upya ndani ya safari hii ya Majilio. Sikukuu ya leo haizungumzii mimba ya Yesu, inazungumzia mwanzo wa neema ya Maria, ya kwamba tangu alipochukuliwa tumboni mwa mama yake, Mungu alimlinda dhidi ya doa la dhambi ya asili. Alitakaswa mapema, si kwa sababu ya matendo yake, bali kwa sababu ya wito aliotwikwa na Mungu kuwa mama mkombozi wetu. Hapa tunaguza mpango wa Mungu uliojaa upendo usiopimika, kwamba kabla historia haijapiga hatua, Mungu tayari ameandaa njia, kwamba kabla ya Bethlehemu kulikuwa na Nazareti, na kabla ya Nazareti kulikuwa na moyo wa Maria uliojazwa neema. Maria anakuwa hekalu safi, chombo ambacho Mungu alikitengeneza kwa uangalifu wa milele ili neno lake liweze kukaa kati yetu. Ndani ya fumbo la leo tunajifunza kuwa kabla hatujaelewa wito wa maisha yetu, Mungu tayari anatuandaa kwa ajili yake. Kwa nini sikukuu ya Bikira Maria mkingiwa dhambi inaangukia ndani ya Majilio? Kwa sababu Majilio ni safari ya utakaso. Majilio ni safari ya moyo. Majilio ni wito wa kuandaliwa ili kumpokea Kristo, na hakuna aliyeandaliwa vyema kuliko mama Bikira Maria. Majilio hutufundisha kutazama mbele. Maria anatufundisha kutazama ndani. Majilio hutufundisha kungoja. Maria anatufundisha jinsi ya kungoja kwa imani. Majilio hutufundisha kupokea. Maria anatufundisha kupokea kwa unyenyekevu na utii. Anayemwangalia mama Bikira Maria anaona sura ya mwanadamu aliyewekwa huru ili aweze kumkaribisha Mungu. Katika sherehe hii kubwa, maandiko yanatuongoza katika safari ya mwanga. Somo la kwanza linatukumbusha kuwa Mungu anachagua, anaitenga na anatengeneza kwa neema wale anaowapenda. Kama alivyoandaa shina la Yese, leo tunaona alivyoandaa mzazi wa mwana wake. Zaburi inaimba, nitamshangilia Bwana kwa sababu amenitazama. Maneno ambayo Maria mwenyewe angeatia wino katika wimbo wake wa Magnificat. Roho yangu yatukuza Bwana kwa kuwa amenitendea makuu. Somo la pili la Paulo linatufundisha kuwa fumbo la wokovu si la mtu mmoja tu, bali ni neema inayokumbatia ulimwengu mzima. Kama Maria alivyochaguliwa,
vivyo hivyo tunaitwa kuwa sehemu ya mpango wake wa wokovu. Injili inatufungua macho kwamba Mungu hutenda makuu bila kelele. Katika utulivu wa uzazi wa Ana na Yoakimu, neema kubwa inanawiri. Miti mizito ya wokovu inaanza kuchipuka taratibu. Kwa hiyo leo neno la Mungu linaturudisha tena katika maneno haya: kabla ya yote kuna neema. Sikukuu ya leo inatufundisha kuwa neema ya Mungu hututangulia. Kabla hatujamtafuta Mungu, tayari anatuita. Kabla hatujamkaribia, tayari amepiga hatua kuelekea kwetu. Utakatifu ni mwaliko, si mzigo. Maria hakutakaswa kwa ajili yake, alitakaswa kwa ajili ya wokovu wa dunia. Nasi pia tunatakaswa ili tuwe vyombo vya Mungu mahali petu pa kazi, majumbani, parokiani, katika jumuiya ndogo ndogo na ndani ya jamii zetu. Mungu anaweza kufanya makuu ndani ya wanyenyekevu. Maria hakutambua ukuu wake, aliamini tu. Upole wake ukawa lango la wokovu. Majilio ni safari ya kufungua mioyo. Tukimwangalia Maria, tunajifunza kusafisha njia za ndani, njia za tabia, njia za dhambi, njia za kinyongo, njia zilizofungwa na maumivu. Leo katika siku ya 9 ya Majilio, tunakutana na swali moja la kina. Je, ninampa Mungu nafasi ya kunitengeneza upya kama alivyomtengeneza Maria? Majilio yanatualika kuketi ndani ya ukweli, kukiri kile kinachovunja amani yetu na kumruhusu Mungu kuponya yale yanayotufanya tuishi katika giza. Maria ndiye taa ya mwanga inayotuonyesha njia ya kutoka gizani kwenda katika nuru ya Kristo. Anatufundisha kuwa toba si uoga, ni mlango wa uhuru. Utii si udhaifu, ni chombo cha neema. Unyenyekevu si kupuuzwa, ni kupokea uwezo wa Mungu. Na hivyo tunapokaribia Krismasi, tunamwomba Mungu atufanye pia makao yaliyo tayari, kama alivyomfanyia Mama Bikira Maria. Siku ya leo ni taa ya pekee katika safari yetu ya Majilio. Ni nuru ya mama, nuru ya neema, nuru ya upendo usio na doa. Wakati tunasherehekea sikukuu ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili, tunamwangalia Mama Bikira Maria kama kioo cha kile tunachoitwa kuwa mioyo safi, roho zilizo wazi na maisha yaliyo tayari kumpokea Kristo. Safari ya Majilio inatufikisha hapa. Katika unyenyekevu wa Mama Bikira Maria, tunajifunza unyenyekevu wa Mungu. Katika neema ya Mama Bikira Maria, tunajifunza rehema ya Mungu. Na katika utayari wa Mama Bikira Maria, tunajifunza majibu yetu kwa Mungu. Tuombe. Mungu mwenyezi na mwenye huruma, tunakushukuru kwa kutupatia mfano mkamilifu wa imani katika Bikira Maria, uliyehifadhiwa bila doa tangu mwanzo wa uwepo wake. Tengeneza ndani yetu njia zako, safisha mawazo yetu, ponya tabia zetu, tuliza roho zetu, ili neno lako lipate makazi ndani yetu kama lilivyopata ndani ya Mama Mtakatifu. Maria aliyejaa neema, tembea nasi katika siku hizi za Majilio. Ufunguzi wa moyo wako uwe mfano wa ufunguzi wa mioyo yetu. Tuwasili Krismasi tukiwa tayari, tuking'aa na tumejazwa tumaini jipya. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Hii imekuwa dakika za Yesu Kristo katika siku hii kuu, tunaposherehekea Mama Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili kupitia hewa safi ya Radio Maria Nairobi, Kenya. Sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Mimi ni Shamba. Tuendelee na safari ya neema tukiongozwa na mama aliyejaa mwanga wa Mungu. Niwatakie sikukuu njema
ya Mama Bikira Maria, mkingi wa dhambi ya asili. Salamu Mama Maria, mama wa wote. Salamu Mama Maria, mama yetu. Salamu Mama Maria.